Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji wa channel tupendwa ya Mtavassy TV online. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Faba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rehma kipenzi cha umma, mtume mteule wa umma huu, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahabati al-ghurri ma yaminihi, niwaeleze kwamba tupo katika kipindi kingine tena cha Maridhawa, kipindi ambacho kinatupa burudani na kuzinufaisha nafsi na nyoyo juu ya yale ambayo tunayaona katika usingizi. Tulipoishia katika video iliyopita, tulizungumza kuhusu tafsiri ya mtu ambaye anaona kuna mtu yudhihiru lahu almahabbata fil manami, anadhihirishiwa na mtu mwingine mapenzi katika usingizi. Je, maana yake hasa itakuwa ni nini? Na tumezungumza tafsiri za wanazuoni mbalimbali siku iliyopita. Nikasema kesho nikija nitakuja kumalizia kipindi hiki katika sehemu itakayobaki. Tulipokata ile video tulipata itirafu ya umeme, na sasa tunamalizia sehemu iliyobakia. Lillahi alhamdu wal minna, kwa afya nyingine tena. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuyasikia mazuri na kuyafanyia kazi. Leo kwa kumaliza tafsiri ya mtu aliyeona akionyeshwa mapenzi, nimechagua kwa makusudi kabisa kuzungumza tafsiri za mfasiri bingwa wa ndoto duniani, Sheikh wetu huyu Muhammad ibn Sirina, na nitanukuu maelezo yake, kisha nitasema tafsiri zangu mimi, tafsirul amaniyi, ambazo zitatoa mwangaza hasa kwa mtu na nini ambacho tutakuwa tulivuna katika ndoto hizi, na kuwaondoa watu shaka juu ya yale ambayo wamekuwa wakitishwa kwa muda mrefu. Yani mtu akiona anaonyesha mapenzi katika ndoto tu na mtu mwingine, labda anamdhihirishia furaha au kuna namna fulani amejiweka kwake, mtu anakuambia iwezekani kuna jambo hapo, atakuwa anakuruga huyo. Sisi tumekuja kufunua kuna nini hasa nyuma au mbele ya ndoto hii. Pamoja na maelezo ya nyuma tulikoishia, tafsiri 10 na tulizungumza au 20 kama sikosei katika siku iliyopita kwenye clip yetu ya mwisho. Leo hii tutamtazama mtu yule yule ambaye raa ahadan yudhihiru lahu almahabba fil manami. Tafsiri ya mtu ambaye ameona kuna mtu ambaye anamdhihirishia mapenzi katika ndoto. Nini hasa itakuwa anaelezwa mtu huyo? Al-Imam Muhammad ibn Sirin anasema katika yale ambayo leo nimeanukuu, na ndio itakuwa fungadimba hii, fungadimba ya tafsiri hii za mtu aliona akionyeshwa mapenzi. Kama tutarudi tena na maelezo, ni kutokana na mtu alivyoona ndoto yake anaonyeshwaje mapenzi. Sisi hatujataja labda hapa katika mifano yetu. Sasa anataka tumkinaishe, shekhe, naomba nikinaishe kutokana na ndoto yangu nimeona kadha. Inshallah taala siku hizi tutakuwa tunajibu comment kila siku 2 katika wiki, au kila siku tutakapopata nafasi. Kwa hivyo siku 2 ni za uhakika, lakini katikati hapa tutakuwa tunajibu tu tunaopata wasaa wa kufanya hivyo, maana shughuli nyingi, nasi tupo kituoni kwa ajili ya shughuli za tiba, kwa hiyo na kutoa ushauri hapa Tabata Kimanga Chama, mtaa wa The Place. Tuko hapa Al-Qist Herbal Light Healing Center kwa ajili ya kuhudumia watu. Kwa hivyo wakati ambapo tunakosekana YouTube, kuna shughuli nyingine ambazo tunakuwa nazo kidogo katika hali ya ubize. Naam, ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu ambaye umechagua kujifunza kutoka kwetu, Sheikh Muhammad ibn Sirin anasema dilalatu ala al-amni wat-tumaanina. Ndoto hii kwanza ni ishara ya amani na utulivu. Kwa hivyo atakiona ndoto hii afahamu kwamba mfasiri bingwa wa ndoto Sheikh Muhammad ibn Sirin anasema anna ru'yata shakhs yudhihiru laka almahabba fil manami yadullu ala rahati alqalbi zawali alhumumi wa naili almawaddati minan nasi min hawlik. Kwanza ni raha ya nafsi, yani nafsi inapumzika. Pili, zawali alhumumi,
kuondokwa na majonzi, lakini pia wanaili almawaddati minan nasi min haulik, na kupata mapenzi, kupendwa na watu wanaokuzunguka. Ndoto hii huja ikaashiria hilo bila kujali nani anayekuonyesha upendo huo. Lakini pili anasema isharatu ila alkhairi warizqi, ni dalili, ni kiashiria cha kheri na kupatikana riziki. Wa minha wa min maaniha indahu, na katika maana zake kwenye hii kauli aliyozungumza hii, kudumu lkhairi, kupewa kheri, yani kheri inakuja, tawasuu rizqi, kupanuka riziki, lakini pia au husuli launi min shakhsi salih, au kupata msaada kutoka kwa mtu mwema. Kwa hivyo inaweza mtu akaonyeshwa mapenzi kweli katika hali ya kawaida kwa kupata neema kutoka kwa mja mwema. Anasema tafsiri ya tatu, alamatu ala husnil khulqi, ala husnil khulqi, ni dalili juu ya tabia njema za muonaji na mtangamano wake na watu. Anasema kwenye kitabu wayara anna ibn Sirina yara, na kwamba Ibn Sirina anaona hadhihi ru'ya kad tushiru ila anna rai nafsahu sahibu niyatin tayyiba wa anna lahu makanatan mahbubatan baina nnas, kwamba Ibn Sirina yeye anaona kwamba huja ndoto hii kaashiria kwamba huyu muonaji mwenyewe ni mtu mwenye nia njema, yani mtu ambaye anawasafia watu nia, na kwamba anayo nafasi na ni kipenzi kwa watu. Naeleweke vizuri Jambo la tano katika pointi za leo za funga dimba ni kwamba idha kana shakhsu majhula, ikiwa mtu anayemuona katika ndoto anamuonyesha mapenzi, huyo mtu mwenyewe ni majhuli, ni mtu ambaye hafahamiki na yeye. Yani umemwona mtu anakuonyesha mapenzi ndotoni, lakini huyo mtu wewe humjui katika hali ya kawaida, basi hiyo khairun yati min jihati ghairi mutawaqia, ni njia ambayo itapatikana kwake yeye ya kheri, ambayo yeye labda haijui njia hiyo, imetokea tu kwake ile mtija. Unajua wasema riziki ni mdudu unatembea, ni hivyo. Kwa hivyo riziki bwana, kama Waswahili wasemavyo, itatokea tu riziki ambayo hata hakutarajia, hata hakutegemea itoke kwa nani imfikie, au hakutarajia kupata kitu fulani, sasa kinakwenda kupatikana tu kwenye maisha yake, au fursa, au ni nafasi jadida mpya fil hayati, kwenye maisha. Haijalishi nafasi hiyo ni ya cheo, haijalishi nafasi hiyo ni ya mali, au kutumia nafasi katika jambo fulani kupatikana kwake, haijalishi, lakini shekhe letu ametueleza hivyo. Namba 6, idha kana shakhsu maarufa, ikiwa mtu anajulikana. Nilisema mwanzo bila kujali ni mtu wa aina gani, ile ni tafsiri in general, tafsiri in general, yani ile ujumla wake, namna yake, ndoto hii hasa huwa inaeleza nini, ndio yale ya awali. Lakini huku tunakwenda ni kwa watu maalum, anayejulikana, asiyejulikana, ipoje ndoto yake, apate muktadha alivyoona tu, itakuwa ina muhtasari gani, ndio pale mwanzo. Lakini huku tunavudadavua kidogo kidogo ni kwamba namna gani endapo mtu ataona hiki, basi je, nini kitakuwa kinasemwa. Nasema kwa haraka zaidi ili kupumzisha watu, maana wana shauku ya kufahamu na kujua. Ukiongea slow sana, kuna watu wanalalamika kwenye comment huko, shehe unaongea slow sana shehe. Basi ni hivyo, japokuwa kuna wengine wanasema shehe punguza spidi tupate kukuelewa. Kwa hivyo tutakuwa ndio hivyo, tunaishi na watu wote kwenye jamii. Huwezi kufanya jambo watu wote wakaona sawa, haiwezekani. Namba 6, idha kana shakhsu maarufa, ikiwa mtu huyu anayetenda wema, anayekuonyesha mapenzi katika ndoto, ni mtu ambaye anajulikana, fadhalika yadullu ala quwwati al-ilaqa bainakuma, hii itajulisha nguvu ya mashikamano
ya umoja wenu wewe na huyo anayekuonyesha baina yenu wawili. Au haja hadha shakhs ilaika, au huyo mtu huyo yeye atakuwa na jambo ambalo anahitajia kwako. Sasa ikiwa ni mtu mgomvi, inahitaji kuwa makini. Inawezekana akataka suluhu au mambo yakenda bila aksi, kwa kinyume kidogo. Kwa hivyo inabidi wewe ujidhibiti kidogo. Idha kanat almahabba qawiya, ikiwa mapenzi ni yenye nguvu jidda sana, fil manani, huko usingizini umeona mtu anakuonyesha mapenzi makubwa, sio hali ya kawaida. Hii ni tafsiri ya 7 hii. Anasema fahiya ta'kisu ghaliban, mara nyingi hiyo ndiyo inakwenda kinyume. Nilikwambieni kwenye kipindi kilichopita, video ya kwanza, kama hujaona kabla ya hii, nenda kule. Nilisema sio kila ndoto inapelekwa kinyume, hapana, ila kuna hali. Nikasema mimi pia kuhusu kalenda, kuna kalenda pia zingatia, kuna tarehe ukiona mara nyingi inakuwa kinyume chake. Sasa hii hapa anatuambia shekhe letu Sheikh Muhammad ibn Sirina, Allah amrehemu huyu shekhe, anasema idha kanatil mahabbatu qawiyatun jidda, ikiwa mapenzi ni yenye nguvu sana huko ndotoni huko, fahiya ta'kisu ghaliban, mno yake huwa inakuwa kinyume cha kile ulichoona. Kuwa makini na mtu huyo, kuwa makini na mtu huyo. Kuna waziri wetu wasema, guys ni hapa, guys you have to be very careful. Kuwa makini sana. Inawezekana kuna kitu anakitaka huyu mtu muonaji huyu kwa makadirio na tegemezi katika hali ya kawaida. Kwa hivyo kuwa makini, au inaweza ikawa hisia zinapungua za ndani baina ya watu. Mwisho kabisa niseme kwa ufupilizo wangu mimi, kama nilivyowaahidi kwamba mwishoni nitaleta maana zangu binafsi na yale tunayoyavuna tulipokuwa tukisomeshwa dini kule Al-Ihya'u pale Mtoni kwa Azizi Ali kwa Sheikh wetu Sheikh Khamis ibn Khalfani, Allah amrehemu. Tulikuwa tunasoma alafu mwisho tunakuta maelezo ya mujmalul maana, mujmalul maana, maana ijmalia. Tunaona pale maana ya ujumla, aya za Qur'ani tulizosomeshwa kuna maana za ujumla. Sasa tumevuna nini? Haya, nisikilize mimi sasa, sababu mimi ndio mtaalamu wa ndoto. Unapata kutoka kwangu hizi dondoo tulizovuna toka kwa wanazuoni wetu, na tafsiri zangu amani nitaingiza hapa. Kuona hivyo, Sheikh Muhammad ibn Sirina kwanza ametujuza kwamba ni bisharat ala alkhairi, ni dalili juu ya khairi. Pili, tumaaninatu, ni utulivu na utulizano wa nafsi. Tatu, ziyadatu fi rizqi, riziki kuongezeka. 5, mahabbatan nasi, tumeona mapenzi ya watu. Lakini pia tumeona kad tadullu ala zawaji lil a'zabi, na huja ikajulisha ndoa kwa mtu ambaye yeye hajaingia katika ndoa. Maelezo haya ni maelezo ya Ibn Sirina na mimi nimeyapata pia baadhi yake hapo. Baadhi yake ni katika alama za ndani zaidi ukiingia kwenye kutafakari ndoto. Nilitoa angalizo. Watu wa fiqh tu, mtu kasoma zake fiqh huko, kasoma na usulu fiqh, alafu anakuja anatakaje kutafsiri ndoto hapa kama zilivyo. Lazima tuache kidogo sisi wafasiri wa ndoto, huko kuna misingi mingine ya kuja nayo. Nilitoa mfano, kuna shekhe huko nchi za Ulaya aliambiwa na mtu eti ameona anaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa hivi swala yako inatosha usiswali, akamhukumu ndoto ya shetani kwamba subhanallah, rabbi ighfir lahu warhamhu, Mwenyezi Mungu msamehe huyu na umrehemu, mhurumie mja wako. Alimpotosha akamwambia kwamba eti ndoto hiyo ni ya shetani. Kwa sababu dalili gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema atakayemuona katika ndoto basi amemuona kweli. Kwa hivyo yeye ndo ameishia hapo. Sisi wafasiri wa ndoto tunajua kwamba ndoto hii inataka isemwe kinyume chake. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa anahimizwa nini? Anahimizwa aongeze ibada, kwani ibada anazofanya ni chache. Na uje ikajulisha dalili ya kwamba huyu mtu hana muda mrefu wa kuishi, anaweza kafariki dunia. Lolote katika hayo linaweza kujuzwa na ndoto hii kwa utaalamu wa sisi wafasiri wa ndoto.
Kwa hivyo nyinyi mliosoma fiqh, nyinyi usulu fiqh, sijui mmepita, tuacheni kidogo kwenye falsafa. Na sio kila shekhe lazima tafsiri ndoto. Hamwezi, kaeni pembeni huko kama mjasomeshwa misingi ya ndoto. Kama hamna vipaji hivi, acheni. Unataka ujue misingi ya ufasiri wa ndoto, lakini pia uwe umegusagusa elimu nyingi sana, takriban falsafa nyingi uguse, ndio uje katika kufasiri ndoto. Sio unakurupuka tu usingizini kuja kudanganya watu. Kwa hivyo natoa angalizo. Tanzania hapa kuna watu wengi waongo. Ni washauri pia ndugu zangu, endapo mtakuwa mna majambo mtaka tushauriwe ya kidini, karibuni hapa Al-Qist Herbal Healing Center Tabata Kimanga. Karibuni sana, tutashauriana juu ya hayo, lakini si kwa ushauri tu, tunafanya tiba asili tunacho kituo hapa, lakini pia ni kituo cha dua kwa watu ambao wanasibiwa na mambo mbalimbali. Tunawakaribisha sana kwenye kituo chetu sasa kwa ajili ya kupeana msaada haya biidhnillahi taala. Tupambane pamoja kuondosha haya majambo, na kwa gharama nafuu sana. Nasema kwa gharama nafuu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie, na tukutane tena kwenye kipindi kingine Maradhawa cha tafsiri za ndoto, kama ilivyo ada na desturi, na Maalim Jaafar Mtavassy.